Jambo kwa wote ambao tumefika. Jambo sana. Asanteni sana. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuwepo siku ya leo, kwa sababu wengi walitamani kuwepo mahali hapa. Inawezekana kufuatana na mambo ya maisha, labda wamejikuta wako kwenye mambo mengine na wakakosa hiyo opportunity. Kwa hiyo wewe unapopata nafasi ya kuja, ujisikie kwamba niko mahali salama na niko mahali sahihi kwa muda sahihi. Kwa hiyo usijisikie mpweke, ujisikie kwamba umekuja kuchota jambo fulani ambalo kilipeleka kwako litakuwa msaada fulani katika maisha yako. Na kama msimamizi alivyozungumza ya kwamba leo tutakuwa na somo nzuri sana na litakuwa nzuri kweli, na tutajitahidi tusio warefu. Tutajitahidi tufanye angalau saa moja, tukienda sana maybe na dakika 15. Tutajifunza somo letu ambalo linaenda kutumia kikamilifu uwezo wako. Kutumia kikamilifu uwezo wako. Hilo ndio litakuwa somo letu la siku ya leo. Na kabla sijaingia kabisa kwenye somo, ningelipendelea kwanza nijitambulishe mimi ni nani, ili watu ambao tumepata nafasi ya kuja siku ya leo mpate kujua ni nani anayezungumza na nyinyi siku ya leo. Kwa majina naitwa Lubunga Ekyamba Mapikano Jinyo. Hayo ndio majina yangu, na unaweza kunitafuta kwenye mitandao ya kijamii utanipata. Lakini niko hapa kwa ticket ya La Mentalité d'abord. Kwa hiyo ukipenda kutufuatilia, unaweza kutufuatilia kwa jina hilo La Mentalité d'abord kwenye mitandao yote ya kijamii, nikimaanisha WhatsApp tunayo, lakini tuko na Facebook, tuko na TikTok, lakini pia tuko na Instagram. Kwa hiyo unaweza kufuatilia vipindi vyetu huko, utatupata, kwa maana kuna wakati tunatumia nyaraka ama maandishi fulani, kuna wakati tuna upload videos, lakini pia bila kusahau YouTube unaweza kutufuatilia na utakutana na videos zetu kama uko interested sana na vile ambavyo tunaendelea kufanya kazi zetu. Na kama nilivyosema, leo tutakuwa na somo nzuri sana, somo ambalo litatutoa kwenye hatua moja kutupeleka kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo nitakuomba mpendwa, uwe makini. Nazoea sana kuambia watu, unipatie sikio lako, unipatie sikio lako. Nilisema ya kwamba sitachukua muda mwingi sana, nitajitahidi niwe mfupi, lakini nazoea sana kuambia watu ya kwamba haiomi mambo mengi mtu kufikia mafanikio, haiomi vitu vingi kubadilisha maisha yako. Maisha yako yanaweza yakabadilika kwa neno moja tu ambalo utalisikia siku ya leo. Kuna neno moja ambalo unaweza ukalisikia leo na safari yako ya mafanikio ikaanza. Na tunaposema kutumia kikamilifu uwezo wako, hatujifunzi tu kwa sababu ni kujifunza. Tunajifunza ili tufanikiwe, kwa sababu mtu anapotumia uwezo wake ni kwa sababu anapenda afikie jambo fulani, ni kwa sababu anapenda aone mafanikio fulani. Na sio tu kutumia uwezo wako, kuna neno ambalo humo ndani lazima kikamilifu, na tutajifunza hiyo title vizuri ili upate kutoka na jambo hapa. Na naamini leo itakuwa ni mwanzo mwingine, ama itakuwa hatua nyingine ya mabadiliko katika fikra zako na kuendelea kuwa juu zaidi. Sasa somo letu tutaligawa katika maeneo mawili. Eneo la kwanza tutajiuliza swali na tutajaribu kulijibu hilo swali. Sehemu ya kwanza ni swali: kwa nini kutumia kikamilifu? Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Kwa nini kutumia kikamilifu? Tutapenda kujua
Na somo letu kwa wale ambao tumezoea lugha ya Kiingereza, tunapenda kujifunza kuhusu maximizing your potential, kutumia kikamilifu uwezo wako. Sasa sehemu ya kwanza kama nilivyosema, kwa nini kutumia kikamilifu? Tutapenda kujua kwa nini kutumie kikamilifu uwezo tulionao, na sehemu ya pili tutajifunza jinsi gani ya kuachilia huo uwezo, jinsi gani ya kupikana uwezo wako. Tutapenda kujua unaweza ukatumia nini na nini, ili tutakapoanza kukuona kuanzia leo, tuanze kuwa na picha ya uwezo wako, tuanze kuona jambo fulani katika maisha yako, kwa sababu mafundisho yetu sio theory tu peke yake, sio maneno. Mafundisho yetu ni mafundisho ambayo yanaenda na practice. Kwa hiyo usipo practice mafundisho yetu, hakuna utakachokiona. Ndio maana tunabezi sana kwenye kanuni mbalimbali ambazo ukiziweka kwenye practice zinaleta matokeo ambayo tunatarajia kwamba hayo matokeo unapenda kuwa nayo. Sasa kabla sijaingia kwenye somo ama kwenye hicho kipande cha kwanza, kuna msemo mmoja maarufu. Nitaenda polepole ili kwa sisi tunaoandika tujaribu kuandika huo msemo. Unasema hivi: hakuna kitu kinachokera, hakuna kitu kinachokera kinachosababisha hatia zaidi kuliko kitabu kisichokamilika. Hakuna kitu kinachokera, hakuna kitu kinachosababisha hatia zaidi kuliko kitabu kisichokamilika. Na mwisho namalizia kusema kwamba ishi hadi ukurasa wako wa mwisho. Madhumuni ya sisi kujifunza hili somo leo, niko napenda siku ukienda kaburini, siku ukiuvua wewe mwili wako, uache jina kwenye hii dunia, watu wabaki wanakuzungumzia wewe, watu wabaki wanaenjoy maisha yako hata kama wewe hauko tena, watu wabaki wanafurahia maisha yako hata kama wewe tayari umetoweka. Maana uende kaburini umemalizika, umeisha, hauna tena deni na mtu yeyote. Ndio sababu ya sisi kujifunza hili somo. Kwa hiyo nitazungumza, kuna wakati nitazungumza maneno makali, kwa sababu bila ukali kuna watu wengine akili hazichezi. Kuna watu hawapendi kubadilika bila kuletewa ukali. Kwa kuna wakati tutazungumza maneno makali sana. Ukipenda kuelewa msemo ambao umeandika chini, anza kuwauliza wazee ambao wana miaka 60 leo. Waulize wazee ambao wana miaka 70 leo, watakuelewesha vizuri. Kuna watu wanatamani tena warudi kuwa vijana kama wewe. Kwa sababu gani? Wanapoangalia maisha, wanapoangalia maono waliokuwa nayo, wanapoangalia ukubwa ambao walifikiria kuwa nao, afu wakijiangalia wanaona hakuna kitu walichokifanya, wanaanza kuwa na regret. Wana regret ya kwamba ningilipata tena nafasi nirudi kuwa kama wewe. Na nafikiri misemo kama hii nishawahi kukutana nayo nyingi sana, hususan kwa wazee wetu. La mentalité d'abord, la mentalité d'abord. Kwa hiyo mpendwa, leo tutajifunza kuishi mpaka chapter yako ya mwisho. Kama maisha yako ni kitabu cha chapter 12, inawezekana leo uko kwenye chapter ya pili, haujaenda sehemu yoyote, bado una kazi kubwa ya kufanya mpaka umalize chapter zote 12 kabla ya wewe kuuvua huo mwili na kuenda katika umilele. Sijui kama tuko pamoja? Ndio. Vizuri sana. Sasa nitaanza na story ya mzee mmoja. Huyu mzee anaitwa Pablo Casals. Nitakufuata story vizuri. Ni mzee ambaye aliishi miaka mingi sana. Alifariki akiwa na miaka 96. Yaani kwenye 100 alibakiza kama miaka 4 hivi. Aeleze 100. Lakini story ya huyu mzee ilianza akiwa na miaka 12. Pablo Casals alizaliwa katika nchi ya Hispania ama Spain kule Ulaya. Kuna siku moja kulinyesha mvua ambayo tunaita ni mvua ya snow.
ama mvua ya theluji ilinyesha nyingi sana. Baada ya mvua kuisha ya snow, kijana wa miaka 12 alikuwa na begi yake, tunajua zile begi za kubebea gitaa, tunajua gitaa. Alikuwa na kile kibegi chake cha kubebea gitaa, lakini gitaa ambayo alikuwa nayo yeye ni gitaa ambayo tunaita cello ama cello. Ni gitaa moja hivi kama bass, lakini sio bass. Inafanana kama gitaa ya bass, lakini sio bass. Yeye alikuwa mpigaji wa hiyo gitaa. Na sio tu kwamba alikuwa mpigaji, alikuwa pia mwimbaji na mwandishi mzuri wa nyimbo nzuri. Na huyu mzee siku hiyo wakati ana miaka 12, na yeye alikuwa kwenye pinika zake na miaka yake midogo, akabeba ile begi lake akalifungua sehemu. Kumbuka kuna snow, watu wako sokoni wanapita kwa eneo la soko. Akaanza kudumbuiza chelo yake na kuimba. Watu walivyomsikia walivutiwa sana, na hizi stori zake zikaenda mpaka shule alipokuwa akisomea. Kumbuka na miaka 12, na walimshika mkono kule shule walimu wake, wakasapoti kile kipaji cha huyu kijana. Na toka wakati huyo kijana alianza kushamiri, aliishi maisha ya viwango vya juu sana, aliishi maisha ya ukamilifu. Hii kazi ya muziki ilimfanya akapata mpaka Prix Nobel ya amani. Hakuishia kwenye Prix Nobel ya amani, alikuja akaperform mpaka UN, kongamano la UN ambayo linapitika New York kila wakati, kila mwaka. Alikuja akaperform. Lakini kinachotushangaza kwenye story ya huyu mzee, wakati ana miaka 85, huyu mzee alionekana baada ya kuendelea kufanya mazoezi masaa 5 kwa siku. Hebu imagine mzee wa miaka 85, lakini bado anafanya mazoezi masaa 5 kwa siku. Pablo Casals. Na watu walishangaa, wakamuomba kwenye interview, wafanyie interview, waulize ni nini kinachoendelea. Aliulizwa swali, kwa nini mzee wa 85 bado anaendelea kufanya mazoezi kwa kasi na hivi? Kwa nini usikae tu nyumbani na watoto wajukuu mchezecheze huko? Mzee alijibu akasema kwamba kwa sababu bado nafikiri nafanya vizuri. Nitaomba nishike hilo neno vizuri. Hilo ni neno ambalo linakupa juhudi ya kuamka kila leo kufanya zaidi. Alisema kwamba nafikiri bado nafanya vizuri, kwa hiyo sitaacha, nitaendelea kufanya nini? Kufanya mazoezi na kuperform kwenye majukwaa. Sijui kama ushawahi kukutana na mzee wa miaka 85. Hata mzee wangu mimi atafikisha. Sasa imagine wa 85. Kwa hiyo ni mzee wa kutupwa. Sijui Trump anaye, sina uhakika, nafikiri atafikia. Lakini mzee alikuwa 85, bado anapambania kazi yake, bado anaendelea na kazi yake. Sasa kuna pointi 3 ambazo tunajifunza kwa huyu mzee Pablo Casals. Pointi ya kwanza inatuambia hivi: kama wewe unayenisikiliza, wewe unayetutazama, wewe unayetusikiliza sehemu yoyote, haijalishi uko kwenye mazingira gani, kama una ndoto ya kuja kuwa mtu mkubwa, kama una imani ya kwamba kuna siku nitafanya jambo la kuibadilisha dunia, lazima ujue utofauti kati ya mambo ambayo ulishayafanya na yale ambayo unatakiwa kufanya. Sijui kama nipata vizuri. Kama una ndoto, lazima usichanganye mambo, usiwe na mkanganyiko kati ya mambo ambayo ulishayafanya na yale ambayo unatakiwa kufanya. Lazima ujue tofauti kati ya hivyo vitu viwili. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia kuendelea kutumia nini? Uwezo wako. Lakini jambo la pili, nitazungumza juu ya neno retirement ama kustaafu. Kustaafu ni neno ambalo linazungumzwa sana na watu wengi, lakini ainisho
ama definition ya kustaafu ambayo imewekwa kwenye vichwa vyetu ni tofauti na definition ambayo watu ambao wanapenda kuibadilisha dunia wanayo. Ni ainisho mbili tofauti. Kwenye watu wa kawaida wameambiwa kustaafu ni kuacha kazi na kutulia nyumbani na kuendelea na mambo mengine, ndio wameambiwa. Na serikali ya Marekani ikawekea watu mikakati ya kwamba unafanya kazi mpaka miaka 65 afu unachana mambo ya nini ya kazi. Hiyo ni kustaafu ambayo watu wameambiwa. Sasa kama wewe una ndoto ya kuwa mtu mkubwa, ya kubadilisha dunia siku moja, hautakiwi kwenda na hiyo definition ya kustaafu. Kustaafu ni kuachana na ajira na kuambatana na kazi yako. Sijui kama ndio vizuri. Hiyo ndio kustaafu. Kuachana na ajira na kuambatana na kazi yako. Nitafafanua. Ajira ni kazi ya mtu anayekupa wewe ili akulipe hela. Hiyo ndio tunaita ajira. Yaani mtu ana kazi yake, sasa anaona kufuatana na muda yake na maono yake aweze kuitimiza mwenyewe. Anashawishi watu wengine waje wamfanyie kazi yake, afu yeye anawapatia hela nyie. Yaani umeajiriwa, unapewa ijara yako, unaondoka. Lakini kazi ni ile ambayo Mwenyezi Mungu alikupa uifanye, na uwezi ukastaafu kwenye hii utastaafu mpaka siku naenda kaburini. Sijui kama tunaelewana vizuri. Hiyo ndo kazi. Kwa kuna tofauti kati ya ajira na kazi. Lakini kwa sababu wanadamu tumechanganywa, jambo lote tunaenda ni kazi, naenda kazini, ni lugha ambayo tumezoeshwa. Lakini ukiingia ndani, ajira na kazi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kama una ndoto ya kubadilisha dunia siku moja, achana na habari za kustaafu. Utastaafu mpaka siku unaenda wapi? Kaburini. Hiyo ndio siku utastaafu. Kitu cha mwisho, kufuatana na story ya Pablo. Tunapomsoma Pablo maisha yake yote, tunaamini ya kwamba haijalishi ni nini ulishawahi kukifanya, haijalishi ni nini ulishawahi kutimiza, haijalishi ni nini ulishakikamilisha, sisi tunaamini ya kwamba bado ndani yako kuna vitu vikubwa. Nitakushike hiyo ni punchline. Kwa hiyo usiangalie mafanikio yako yamefikia wapi sasa. Uamini ya kwamba ndani yangu bado nina vitu vingi vya kufanya zaidi ya hivi ambavyo nimeshafanya. Na hiyo ni sehemu, hiyo ndio itakupatia nafasi ya kutumia kikamilifu uwezo wako. Sijui kama naelewa vizuri. Tuko pamoja? Na hivyo ndio maana ukimsoma Pablo utaona mpaka dakika zake za mwisho aliendelea kuperform. Aliendelea kufanya dunia, aliendelea kushangaza dunia. Na ndio maana leo tunamzungumzia nani? Pablo Casals. Hebu imagine babu yako aliyeishi na Pablo Casals kwenye wakati mmoja. Wengine hata majina yao hatuyajui. Kwa sababu gani? Hakuna walichokifanya tofauti na wewe. Maana cha maana walichokifanya ni kukuacha wewe duniani. Sisi kama nielewa. Nafikiri tunaelewana vizuri sana. Kwa hiyo ukipenda uzungumze maisha yako yote, basi itakuwa vizuri uanze kufikiri tofauti kuanzia leo. Sasa tutajifunza vipengele vinne ambavyo vitakusaidia kujibu kwa nini kutumia kikamilifu uwezo wako ama uwezo wetu. Kuna msemo tunaosema hivi ya kwamba adui wa kilicho bora zaidi ni kile kinachoitwa kilicho bora kabisa. Narudia, adui wa kilicho bora zaidi
ni kile kinachoitwa kilicho bora kabisa. Maana yake nini? Kuna sehemu umefikia na unajisikia kwamba mimi kabisa niko on top, nimefanya vizuri, nimefanya bora, tayari ni adui wako, kwa sababu creativity inafanyaje? Imeisha. Hauwezi kuendelea kufanya tena, kwa sababu tayari umeamini ya kwamba uko bora. Na kwa kumalizia, kusema wanisia hivi, na kaburi la mambo ya kipekee ni hali ya kawaida. Kuna sehemu ambayo umefikia leo, unajiona kabisa wewe uko fresh kabisa, uko sehemu uko ordinary. Lakini mimi nakwambia leo, wewe unatakiwa kuwa extraordinary. Unatakiwa kuwa mtu wa kipekee. Watu wakisema Rogers kwa mfano, tayari kuna upekee fulani ambao tunaona. Hatuishi kwenye jina, kuna upekee ambao tunaona. Watu wakisema Baba King, sio Baba King, tunaenda nini? Baba King. Watu wakiona Baba King, kuna mtu anamuona. Hivyo ndio tunatakiwa kuanza kufikiria kuanzia leo. Kwa hiyo hiyo sehemu uliyofikia isikupe ujione ya kwamba umefika. Uwe ndo adui wako, na atakufanya uweze kutumie kikamilifu uwezo wako ambao uko nao. Tunaenda kwenye kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza, maisha si zaidi ya kikombe cha kinywaji. Narudia tena, maisha si zaidi ya kikombe cha kinywaji tu. Maisha si zaidi ya kikombe cha kinywaji tu. Maana yake nini? Maana yake maisha yako tunayalinganisha na kikombe, na ndani ya hicho kikombe kuna kinywaji. Lakini siri iliyofichika ni kwamba wewe hauwezi kunywa kinywaji cha hicho kikombe. Badala yake watu wengine ambao wanakuzunguka ndio wanatakiwa kutumia kinywaji hicho. Hakika unanielewa? Kwa hiyo Mungu alipokuleta kwetu, akakufanya mimi na wewe tujuane, ni kusema amekuleta kama kikombe, na ndani yako kuna kinywaji ambacho mimi nahitaji kunywa hicho kinywaji. Sijui ni kinywaji cha aina gani. Hiyo ni homework ambayo nitakupa saunani wewe, kila mtu humu ndani ajue sasa mimi nimeficha ama nimebeba kinywaji cha namna gani. Sasa hiki kinywaji ni nini? Kitu cha kwanza ambacho tajua, kinywaji ulichokibeba kwanza ni cha ajabu. Kwa hiyo kuanzia leo usijione wewe ni mtu wa ovyo ovyo. Ujue kwamba wewe ni mtu wa ajabu sana. Ni jambo la maamuzi tu, ni jambo la kuamua tu. Wewe ni wa ajabu sana, na kinachokufanya wewe kuwa wa ajabu ni hiki kinywaji ambacho kipo. Lakini wewe ni wa thamani. Hiki kinywaji ni cha thamani sana. Kwa hiyo thamani yako haijengwi na kitu kingine, inajengwa na hiki kinywaji. Hiki kinywaji ndio kimebeba thamani yako, iko kwenye kinywaji. Na uzuri wa hiki kinywaji kimefichwa. Hiyo ndio uzuri sasa. Maana yake mimi ninayezungumza hapa siwezi kuja kuchukua hicho kinywaji bila wewe kunipatia nacho, bila wewe kuamua kuninywesha hicho kinywaji. Siwezi. Maana yake uwezo wako ni wa kwako wewe binafsi, na mimi siwezi kuenjoy huo uwezo wako kama wewe haujaamua kutumia huo uwezo ili mimi ni enjoy. Tunaelewana? Ndio. Unaelewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo kinywaji ni cha ajabu, ni cha thamani, lakini pia kimefichwa. Na cha zaidi, hicho kinywaji ndicho ndio hazina ya hatima yako. Kwa hiyo hazina ya hatima yako, ya destiny yako iko ndani ya hicho kinywaji. Kwa hiyo ili ufikie hatima yako,
lazima hiki kinywaji watu wakinywe, watu wanywe hicho kinywaji ambacho uko nacho. Lakini kama watu hawatakunywa hicho kinywaji, basi kitabaki kuwa cha kwako, na kwa sababu wewe hicho kinywaji hakitakufaidi wewe, basi utakuwa umekwisha. Sijui kama tunaelewana vizuri. Lakini pia ndani ya hiki kinywaji kuna karama. Karama maana yake kuna zawadi ambazo zimo kwenye hiki kinywaji. Kuna zawadi ama karama, lakini kuna vipaji ndani ya hiki kinywaji. Kuna vipaji, na ukijumuisha hivi vitu vyote ambavyo nimehesabu hapa, ajabu, samani, hazina ya hatima, karama, vipaji, hivyo ndo tunaita uwezo. Sijui kama naelewa. Hiyo ndo maana halisi ya neno uwezo. Na tunajifunza hili somo ili ufanikiwe. Ndio sababu sisi kujifunza. Hatujifunzi ili uende ukae tu utulie nishajua basi. Tunajifunza ili uende utumie hivi vitu vikufikishe mahali. By next year tuanze kusikia kuna mabadiliko. Baada ya miaka 5 tuanze kusikia kuna mabadiliko. Baada ya miaka 10 tusikie kuna mabadiliko. Wewe leo usiwe wewe tena huyo miaka 10 baadaye. Sasa kwa sababu tuna focus kwenye mafanikio. Mafanikio ya kweli, kwanza ujue kwamba sio mradi, sio project. Badala yake ni nini? Ni safari. Mafanikio ni safari, sio mradi ya kwamba tutafanya budget tutafanya hivi, tutajenga hivi, mradi unaisha basi. Sio hivyo, ni safari. Safari maana yake nini? Unaweza ukapanga usafiri kwenda Utah leo. Unasema mimi nitaenda Utah. Unaanza kupanga, unaenda kwa njia gani? Tuseme kwa mfano ya ndege. Unakatisha tiketi ya ndege. Kufika airport wanakuambia kwamba kuko delay ya masaa mawili. Delay haikuwa kwenye mpango wako. Hayo ndio mafanikio. Maana yake nini? Unapoelewa kwamba mafanikio ni safari, maana yake kuko vitu vitajitokeza kwenye maisha ambavyo wewe hukutaka nini? Au kutarajia. Na hizo sasa ndio zitakuwa opportunity za wewe kutumia nini? Uwezo wako. Ili ufanye nini? Ufike wapi? Utah. Ili ufanye nini? Ufikie yale mafanikio ya kweli. Kuna vitu vingi vitapitika hapa katikati. Lakini kwa sababu Mungu ameweka uwezo ndani yako, ameweka vipaji, ameweka karama, zitakusaidia wewe kutoboa na kwenda upande wa pili. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini mafanikio yanaanza pale utakapoelewa, sio kuelewa peke yake, lakini pia kukubali ya kwamba maisha ni mchakato wa kukua na kuendelea. Kwa mafanikio sio swala la kulala na kuamka. Ni mchakato. Tunasema ni process ya kugrow na kudevelop. Sasa ukiona sasa umekwama, hakuna growth yoyote ambayo ipo. Hakuna kukua kokote. Hakuna maendeleo yote, ujue kwamba wewe haufanikiwi. Hicho ni kipengele cha kwanza. Na hiki kipengele cha kwanza nitakuomba ukishikilie kwa makini. Kwa sababu pointi zote ambazo tumezungumza hapo tunasema kwamba wewe hapo ulipo ni kikombe, ndani yako kuna kinywaji, na hicho kinywaji tunatakiwa tukinywe. Kwa hiyo hakuna mafanikio utakayoyapata kwenye private na kama nitabaki mimi mwenyewe tu, basi kumekwisha. Lazima wawe kutoa, lazima wawe kunywesha watu. Na huu mfano wa kikombe tunautoa kwenye makuhani. Ukifuata historia ya makuhani katika mahekalu, mara nyingi walikuwa na vikombe, na kwenye hivyo vikombe kulikuwa na vinywaji. Sasa wakuwa wanamnyesha mtu mmoja, unakunywa inasha ni kidogo kidogo. Na ukienda hata kwenye mahekalu ya Katoliki, hivi vikombe bado wanazo, wanatumia sana hivi vinywaji kuwanyesha watu. Sijui kama mnaelewa vizuri. Sasa tunaenda na kipengele cha pili.
upeo wa juu wa kutokuwa bora. Upeo wa juu wa kutokuwa bora. Kutokuwa bora kwa Kiingereza tunasema mediocrity. Mediocrity tunasema kwa Kifaransa. Hiyo ndo ni kutokuwa bora. Sasa kuna neno upeo wa juu, maana yake ni kuwa na uelewa wa juu. Kwenye society ambazo tunaishi, kwenye jamii ambazo tunaishi, watu ambao tuko nao walio wengi wana upeo wa juu wa mediocrity. Walio wengi wakifanya kidogo wanafikiria kwamba wamefanya sana, na wanaanza kujitapa, wanaanza kujionyesha kwamba wao ndio wao. Na hii ni tatizo, hii ni shida. Ndio maana kwenye hiki kipengele kuna vitu nitakuomba ufuatane navyo, na kuna vitu vingine unatakiwa kuepukana navyo kabisa. Unatakiwa kuepukana navyo kabisa. Sijui kama naelewa vizuri. Sasa kutokuwa bora maana yake nini? Nitaomba nifuate. Kutokuwa bora maana yake nini? Kwanza ni kushindwa kwetu kufanya bora kabisa. Hiyo ndio maana ya mediocrity. Kushindwa kufanya bora kabisa. Lakini pia kushindwa kwenda mbali zaidi ya matarajio ya wengine. Nitakupa mfano, kwa sababu tunaandika msemwa, tuandike hivi. Kwanza ni kushindwa kwetu kufanya bora kabisa. Pili, kwenda mbali zaidi ya matarajio ya wengine. Kushindwa kwenda mbali zaidi ya matarajio ya wengine. Tatu, kushindwa kuishi uwezo wetu wa kweli. Hiyo ni ainishi ya kutokuwa bora. Kushindwa kuishi uwezo wetu wa kweli. Nne, kushindwa kutoa vyote tulivyo navyo. Kushindwa kutoa vyote tulivyo navyo. Hiyo ndio inaitwa mediocrity ama kutokuwa bora. Kwa hizi hali ambazo nimezungumza hapo, unatakiwa uepukane nazo kabisa kuanzia leo. Epukana na kushindwa kufanya bora. Epukana na kushindwa kwenda mbali zaidi ya matarajio. Ngoja nikupe siri moja. Watu wote ambao wamefanya mambo makubwa kwenye dunia, kuna kanuni na sheria ambazo zimewekwa na wanadamu, wao wamevunja hizo kanuni. Sijui kama ni leo nasema zilizowekwa na wanadamu. Ngoja naanza kukupa mifano. Kuna mtu kwa mfano, wamesema kwamba mtu hawezi akaenda chini ya maji zaidi ya dakika 10. Kitakachotokea utakufa. Mnaelewa hicho kitu? Ndio. Ni sheria. Kuna mtu ashavunja rekodi. Yaani mtu wa mwisho kuvunja hiyo rekodi yeye alishia kwenye 10, dakika 10 chini ya maji. Wakasema hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kaenda zaidi ya hapo. Sasa akitokea wewe Mbappe, unasema hapana, mimi nitaenda zaidi ya hapo. Na kweli ukifanya hata dakika 12, maana umevunja ile sheria ambayo ilikuwa imewekwa. Kile kikwazo ambacho kimewekwa, mtu akifika hapa atakufa, wewe unachomoka mzima kwenye dakika 12, wewe umefanyaje? Umefanya bora zaidi. Kwa lugha nyingine, wewe sio mediocre. Wewe uko bora, au sio kwamba hauko bora. Huo ni mfano wa kwanza hapa, nilipenda kuelewesha hivi vitu ninavyovisema hapa. Kitu kingine, mnakumbuka darasani wakati tunafanya mitihani, kulikuwa asilimia ambazo kila mtu anatakiwa afikishe ili aonekane amepata kwenye hilo darasa. Kwa mfano kule kwetu walikuwa wanatia 50, asilimia 50. Sasa mwalimu ameleta mtihani, matokeo yakaja, mtu wa kwanza akawa na 48%. Utasherekea usherekee? Sisi wa kwanza umetoka wa kwanza kutokuwa bora, kwa sababu bora ilianza kwenye asilimia ngapi? 50.
na ukipeleka hizo pointi nyumbani, wewe unawezekana ukafurahia kwamba nimepata wa kwanza, lakini haujafikisha kile kiwango ambacho. Lakini kuna wale ambao wanaenda mpaka kwenye A+ au wapo. Kuna watu wanaenda mpaka kwenye zaidi ya ile hata 50 ama zaidi ya 100. Wanaenda zaidi ya 100. Hivyo ndio unatakiwa uwe wewe. Kuna maeneo kwenye jamii yako wamekwambia kwamba sisi hatuwezi kufanya hicho kitu, watu washashindwa, na wewe ukikubaliana hii hali, basi maana umekubaliana na kutokuwa nini bora, maana na wewe uko mediocre kama wengine ambao walishindwa hapo awali. Kwa ni lazima wewe ufanye zaidi, uwaonyeshe kwamba hayo ni matarajio yenu, sio matarajio yangu. Mimi nitatumia uwezo wangu nifike zaidi ya hapo. Na ukifanya mtaa mzima unafanyaje? Na kujua. Ukifanya mtaa mzima unaenjoy mambo yako. Sijui kama mnanielewa vizuri. Tuko pamoja? Ndio. La mentalité. D'abord. La mentalité. D'abord. Vizuri sana. Kutokuwa bora ni kuishi chini ya kiwango cha uwezo wetu wa kweli. Unapokuwa unaishi chini ya kiwango cha uwezo wako wa kweli, wewe hauko bora. Na watu wengi hawaishi chini ya kiwango kwa sababu hawajui. Kuna watu wanajua, lakini hawapendi kuchukua ile responsibility ya kukua bora. Yaani wanakubali kuishi chini ya viwango vyao kwa excuses mbali wanazotengeneza wao wenyewe. Sijui kama tuko vizuri. Ndio. Sasa kutumia kikamilifu maana yake nini? Ni lazima tujue pia kutumia kikamilifu maana yake nini, kwa sababu tunapenda tujue kwa nini kutumia kikamilifu. Kuna hatua ambazo zinaonyesha kweli yule mtu anatumia kikamilifu uwezo wake. Kitu cha kwanza, kutumia kikamilifu ni kusema. Unasema nini? Unasema kusudi lako, unasema maono yako. Ni kweli hauwezi ukasema kwa mtu ni mtu kwa sababu hujui asili yako ni nani. Hiyo ni kweli, hiyo ni fact, kwa sababu kuna watu wameingia sehemu mbaya na wakaharibiwa kwa sababu walipeleka maono yao kwa watu ambao sio sahihi, walipeleka ndoto zao kwa watu ambao sio sahihi, wakajikuta kumbe wamepeleka kwa maadui. Lakini sasa ili upate kutumia kikamilifu, kitu cha kwanza ni kufanya nini? Useme. Lakini lazima uchunguze, unasema wapi, unasema na nani. Ni lazima watafute watu ambao ukisema nao ndoto yako, ukisema nao kusudi lako, ukisema nao maono yako, kuna jambo watachangia, kuna motivation watakupa, kuna sheria watakuongezea, kuna hekima watakupa. Hao ndio watu wanatakiwa watafutane nao. Lakini kama ukiona ndoto, kwa mfano, ukiona maono, kwa mfano, ukijua kusudi lako na usiposema, hautaenda sehemu yoyote. Sijui kama unaelewa vizuri. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa kutumia kikamilifu ni kusema. Hatua ya pili ni kuonyesha. Ulituambia wewe unapenda uwe mwalimu, anza kufundisha sasa. Ulishasema kwamba unapenda uwe mwalimu, na kila mtu anatarajia sasa ualimu wako. Sasa ualimu, ili tujue kwa mwalimu lazima ufanye nini? Ufundishe. Anza sasa, kama ni watoto wachanga anza nao, kama ni mabinti anza nao, kama ni wavulana anza nao, kama ni wazee anza. Na unapokuwa unafanya, inakuja hatua ya tatu ambayo ni uzoefu. Kwa hiyo kwanza unasema, pili unaonyesha, tatu unapata uzoefu. Sijui kama ndio vizuri. Na kitakachotokea ni nini? Utatimiza.
Kwa hiyo kutumia kikamilifu kwanza ni kusema, kuonyesha, kuzoea na kutimiza yote yaliyofichwa. Kumbuka, maono hayaonekani kwa macho, kusudi halionekani kwa macho, ndoto hazionekani kwa macho. Lakini ili vitu vyote vionekane, lazima hizi process zifanyike. Sema ili upate msaada kwa watu wengine, anza onyesha, maanake kufanya kile ambacho ulikisema, na katika kufanya unapata uzoefu, experience. Hata kama kutakuwa kushindwa, unaamka tena unashindwa, unasimama tena unashindwa, simama mpaka hiyo siku utafanyaje? Utatimiza. Unatimiza nini? Yote yaliyofichwa. Na hii ndio itaonyesha kweli huyu jamaa anakazana na kitu anachofanya. Kwa hiyo kuna maono ambayo yamefichwa, lakini kwako tukianza kuulizana huko ndani, una maono gani? Kuna watu wanapenda siku moja wamiliki majumba, sio majumba ya kukaa, majumba ya kurentisha, majumba ya kufanya vitu vingine. Watu wana hizo ndoto. Kuna watu wanapenda wamiliki zizi, kwa mfano na nguruwe 1,000,000. Lazima useme ili usaidiwe kwa wale ambao wana huo uelewa wa hivyo vitu, na wewe kazi yako ni kufanya tu kufanya. Lakini usipofanya, ndugu yangu, kwanza uzoefu utaupata na hakuna utakachokitimiza. Maana utakuwa umefeli, utakuwa umeingia kwenye pointi ambayo tumeacha kusema kwamba kutokuwa bora. Na nitakuomba tu unakumbuka ya kwamba tulikumbwa ili tuwe juu ya kiwango, hatujaumbwa ili tuwe watu wa kawaida. Hiyo lazima uiweke kwenye kitu ya kwamba umeumbwa ili uwe juu ya viwango, lakini pia umeumbwa ili uwe wa ajabu. Ajabu ndio tunaita amazing. Hili neno wanatumia sana Waingereza, you are amazing. Sio tu kwa sababu umechomokea tu hivi, hiyo neno hakitoki mpaka kuwa kitu ambacho kinaonyesha kweli uko nini, uko amazing. Kama ni kufaa, akikuona yani toka aanze kuona watu wanavaa, wewe leo uko lazima atoe hiyo sifa. Ijapokuwa kwa Marekani ni maneno ambayo sasa yamegeuka kuwa maneno tu wanayazungumza, lakini sio maneno ya kutoka ovyo. Ni maneno ambayo yakitamka maana kuna kitu kimeshangaza, ni mshangao fulani. Lakini wewe umeumbwa uwe wa kipekee. Kwa hiyo kuna upekee, na kitakacho kufanya uwe wa kipekee, uwe wa ajabu, ni kutumia uwezo wako kikamilifu. Hiyo ni pointi ama kipengele chetu cha pili. Kipengele cha tatu, laana ya kulinganisha. Laana ya kufanyaje? Ya kujilinganisha. Samahani, maana ya kujilinganisha. Kuna sababu tumeita kuwa laana, na ni laana kweli ya kujilinganisha. Sasa kabla sijaingia kwenye laana ya kujilinganisha, nitakupa mfano fulani. Nina jamaa mmoja, rafiki yangu mmoja, anaishi hapa Marekani, lakini kuna siku alipata nafasi ya kwenda Germany, na alipoenda Ujerumani kuna mtu alimpokea kule, wakawa wanakaa pamoja ili atimize mambo ambayo alikuwa anayafuata kuyafanya. Na baada ya kumaliza hayo mambo, wakasema ngoja sasa tuzunguke, kwa sababu Europe, nchi nyingi za Europe ziko karibu na ni nchi ndogo ndogo. Kwa siku moja unaweza kuzunguka hata nchi 3, 4, 5 ukijisikia. Sio kama Marekani ni state by state. Ni kazi. Kule unaweza kuzunguka huko Faransa, unaenda Uingereza, unaenda sijui Hispania, unaenda Portugal. Yaani unaweza kuzunguka ovyo ndani ya siku moja umemaliza nchi 5. Kwa sababu ni sehemu ndogo. Sasa baada ya kumaliza mambo yake, wakasema tufanye tour, tufanye mzunguko fulani. Katika mizunguko jamaa kafunguka, yule aliyepokea akasema kuna barabara moja ambayo inaitwa expressway ya Autobahn, ngoja twende tuzunguke huko. Wakasema kwa nini umechagua hii barabara? Akasema hii barabara inatembeza, hakunaga speed limit.
Yaani ni kwenda gari. Jamani furahi sana. Akasema yes, nimetamani sehemu mrefu sana. Kwa sababu kule nilikotoka state, speed ya mwisho ni 70. Ndio speed ya mwisho. Sasa huko napiga speed mpaka tamani furahi. Sema twende. Kaingia kwenye gari. Wakaanza kanyaga mafuta, ongeza mafuta. Jamaa kafikia kwenye 95. Rafiki akasema mbona umetulia, kuna nini? Nishapita watu wengi bwana. 95. Nikamwambia hapana, hii gari imeandikwa inaweza kaenda mpaka kwenye 180. 180. Wewe kanyaga mpaka kufika kwenye 180. Jamaa kaongeza kanyaga mafuta, ikafika kwenye 115. Na wakasema hapana, siongezi. Nishawapita wote. Akaanza kujiona ni kinara wa kuendesha nini? Gari. Akaanza kujinadi kwa yule jamaa. Jamaa anamcheka tu. Gari imeandikwa 180. Wewe unaweza kujidai ya kwamba umefanya vizuri, bado uko kwenye 115. Ongeza. Jamaa anasema sitaongeza hapa, tushawashinda watu wote. Watu wote ambao tuko nao kwenye safari nimewaacha mbali. Kilichotokea ni nini? Wakati hapo wanabishana, walistukia Mercedes Benz. Ikaje kwa upito kungu. Jamaa kazuka. Sasa kuna nini? Nilikwambia utaenda pasi. Jamaa kaanza kuregrete. Alikuwa anasema kweli. Kuna watu wanaendesha gari hivi. Jamaa tenda kufa. Hakuna kufa. Hii imetengenezwa barabara wewe tembeza gari kwa 180. Sasa kwa mfano tutachukua kanuni 3 za maana ili tupate kujiepusha na ile laana ya kujilinganisha. Kwanza, kanuni ya kwanza ni kanuni ya uwezo. Capacity. Kanuni ya uwezo. Na hii kanuni nitaomba unifuate kwa makini sana. Uwezo wa kweli wa bidhaa ubainishwa na mtengenezaji na wala sio mtumiaji. Narudia. Uwezo wa kweli wa bidhaa ubainishwa na mtengenezaji na wala sio mtumiaji. Maana yake nini? Gari yoyote unayoiona barabarani, ikiwemo na ile ya kwako, walio wengi hapa nikauliza ya kwako mwisho wake ni ipi? Wengine hawajui. Wao washaambiwa unaendesha kwenye 65 ama 75 basi, lakini kujua gari yake uwezo wake wa kwenda ni upi, wengi hapa wengine hawajui. Ya kwako ni ngapi? Unajua? 120. Vizuri sana. Uko sure? Hiyo iko chini sana. Iko chini. Kuna zile hapa Marekani kuna gari za 140 na 160. 160 nyingi, zingine 140. Zipo za 120 zipo. Kuna gari naona ya kwamba inawezekana jamani amepiga. Jamani amepiga namba hakumbuki. Wanachanganya na speed limit. Sawa. Wacha tuendelee. Maana yake nini? Hizi gari zinazotengenezwa hawaandiki tu kwenye dashboard ya kwamba ni 140 ama 160 ama 180 ama 240. Hawaandiki tu. Zinakuwa zimepimwa zile gari. Zina huo uwezo wa kutembea vile. Lakini shida ni kwamba pamoja na kwamba gari na ule uwezo ambao Toyota ama Ford ama sijui Subaru wameweka, serikali na yenyewe inaweka sheria zake. Ndio hizo tunazoambiwa tembeza kwenye 20 mph, endesha sijui kwenye 80 mph ama 75 vitu vya namna hiyo. Zile ni sheria wameweka, lakini gari na uwezo wa kwenda zaidi ya pata. Na wewe mtu ukipenda kuendesha ile speed, nitakuomba siku moja utembelee wapi? Germany. Uende ufanye kwanza hiyo experience ya kuendesha gari kwenye uwezo wake. Hicho ni kitu cha kwanza. Maana yake wewe na mimi
Hatuwezi tukajua uwezo wetu, kuna yule anayejua uwezo wetu, na ndio maana tunawashauri watu, ni vizuri kuwa pembeni na huyo kulingana na imani yako, kwa sababu hapo tunaingia kwenye habari za imani. Ni kulingana na umeamini nani alikuumba, nani alikutengeneza, nani alikufinyanga. Ni lazima uwe karibu na huyo ili akuibie hizo siri, ili upate kuishi uwezo wako yaani inavyotakiwa. Hicho ni kitu cha kwanza, kanuni ya uwezo. Kitu cha pili, uwezo wako wa kweli hauwezi kukomeshwa. Hicho ni kitu cha kwanza, uwezo wako wa kweli hauwezi kukomeshwa. Uwezo wako wa kweli hauwezi kupunguzwa, hauwezi kupunguzwa au kubadilishwa. Uwezo wako wa kweli hauwezi kukomeshwa, hauwezi kukomeshwa, kupunguzwa na kubadilishwa na maoni ya watu au uzoefu wako mwenyewe na uzoefu wa watu wengine. Kuna watu leo wanashindwa kuendelea, wanashindwa kutumia uwezo wao kwa sababu mwalimu wao wa école primaire alimwambia kwamba wewe ni duru kabisa, hawezi kuweza chochote kwenye maisha, unashindwa na moja kuongeza moja. Haya maneno ya mwalimu mpaka leo yako kwenye nini? Kwenye kichwa. Akitaendelea kidogo, mwalimu ule. Yale maneno ya mwalimu. Maoni ya baba yako, maoni ya mama yako, maoni ya dada yako hayawezi kupunguza ama kukomesha ama kubadilisha uwezo wako. Kuna watu leo wameshindwa kukimbilia kusudi lao kwa sababu gani? Kuna maneno yamekuja nje na yamewazoofisha, yamewakatisha tamaa. Kwa hiyo point of view ya mtu yeyote haiwezi kukuzima wewe, haiwezi. Experience, uzoefu ambao uko nao, inawezekana ulianza kitu kikafeli, ukaanza kingine kikafeli, ukaanza tena ukafeli, sasa leo umekata tamaa. Lakini leo niko nataka kuambia kwamba hizo experience zote haziwezi zikakuzuia wewe kusonga mbele. Badala yake, chukua hizo experience zote uzitumie kama eneo la mafunzo, ili ufanye zaidi, ili ufanye bora zaidi. Kwa hiyo usiishi kwenye pointi ambazo ulizipata shuleni. Nilitoa mfano wa 50. Sasa wewe kila wakati 30, ukijikaza sana 40. Sasa leo umekata tamaa. Nakumbuka wakati tunaenda university kwenye institution za serikali, kulikuwa hata moja tulikuwa tunaita maandishi matatu, alisahau kwa Kifaransa. Maana yake ukikosa chini ya ukikosa na pointi 30 kushuka wanakufukuza shule. Yaani unapigwa maandishi matatu, nenda kwenda ufanye, hawezi kuwa mwanafunzi. Sasa imagine ni watu wangapi walikatishwa tamaa kwa namna hiyo. Lakini huyo mtu akitoka kwenye mambo ya serikali anasema wamenifukuza kuiombe. Quiz them. Hapana. Ngoja niende zangu quiz them. Huyu mtu anakuja anajikaza anapata. Sasa kama akiliishia kwenye hiyo upepo kwa sababu amefukuzwa, maana akisema mambo ya kusoma mimi sio ya kwangu, mambo ya shule sio ya kwangu. Inawezekana hesabu ni kushinda, lakini hiyo inasema kwamba habari za biashara huwezi ama kufuga mbuzi ya kwamba utashinda kwa sababu ulishindwa hesabu shuleni, haiwezekani. Lakini kuna watu wanaishi na hizo sauti kwenye vichwa vyao mpaka leo wanashindwa kuendelea. Hicho ni kitu ambacho tunajifunza kwenye kanuni ya uwezo. Na ufunguo hapa ni kwamba ufunguo wa kutumia kikamilifu uwezo wako wote ni kugundua kusudi la maisha yako. Ufunguo wa kutumia uwezo wako kikamilifu wote. Kumbuka, tunapenda uende kaburini uko empty. Tunapenda utakapofua mwili uende umemalizika, uende umeisha. Maana yake tuseme kwamba fulani angilikuwa ashawaachia kila kitu.
fulani wetu alikuwa hapa hivi tusinge kila kitu kipo, yeye ashaacha kila kitu. Sijui kama mnanielewa. Ni lazima kwanza ugundue kusudi lako, na mwishoni tutaona kwa nini ugundue kwanza kusudi kabla ya kwanza kutumia uwezo wako. Kwa nini kusudi? Tutaiona mwishoni wakati tunamalizia somo kwa siku ya leo. Tuko tunaendelea ukingoni. Naingia kwenye kanuni mbili ambayo tunajifunza kwenye mfano wa expressway ya motorboat ya rafiki yangu aliyeenda Ujerumani. Kanuni ya kulinganisha kosa la jinai, mimi naliita la jinai, ama kosa moja ambalo wanadamu hufanya ni kujilinganisha. Usije ukajilinganisha hata siku moja. Ni kosa la jinai kwenye haya maisha tunayoishi. Usifanye hiyo mistake hata siku moja ya kujilinganisha. Tulizaliwa nao pamoja, tulisoma wote pamoja. Mimi ndo niko sawa. Tulizaliwa wote pamoja, wale wajao tulizaliwa, mimi ndo niko Marekani tu. Yaani ushaanza wewe ndo umebaliza. Unajilinganisha na watu wengine ambao ulikuwa nao, labda wao kwenye mambo mengine huko. Tulisoma nao, mimi ndo nina kazi nzuri, tayari hiyo ni red flag ya wewe kutumia uwezo wako kikamilifu. Kumbuka rafiki yangu, baada ya kuona kwenye 115 amewapita wengi, akaanza kujiita I am the best driver ever. Kumbe anaenda sehemu yoyote, gari inatambia 180, gari inasema 180, wewe wako kwenye 115, maana utaenda sehemu yoyote. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo habari za kulinganisha achana nazo. Wakati ukianza kujilinganisha unaingia kwenye shida. Sisi ambao tunaendesha gari muda mwingi barabarani, kuna watu kwa mfano wako kwenye speed ya 65 vizuri ama 70 katikati. Mtu mwingine anakuja nyuma yako huko, anaanza kupigia matatu, jamaa kuna nini? Speed hapa ndio hii ambayo tuko ndani. Sasa yeye anataka twende wapi? Sasa kuna siku moja mimi wakati niko hivyo, mimi nikiwa mbele yako kwenye highway na najua speed ni 65 na niko kwenye 65 ama 67 ama 70, hata washe mataya na magari siachage njia. Hiyo ni mfumo wangu wa kuendesha gari barabarani. Sasa kuna mtu jamaa anionyesha wewe senge kabisa. Akaja alikuja alipata kasemu akani overtake. Sasa overtake na mwanzo mwingi, yeye alikuja akaja akaingia mbele yangu, akashika breki. Nasema jamaa kuna nini? Unaona shida kujilinganisha barabarani. Alijui hatujuani. Lakini hasira zinampanda, anaona kama vile naendesha gari polepole sana wakati mtakiwa twende haraka sana. Sasa kuliko yeye aende, ananionyesha kwamba umenihangaisha sana na mimi nitakuhangaisha. Anakuja anashika breki, imagine kwenye highway. Sasa mimi kilichonisaidia ni nini? Niliona intention yake. Kwa hiyo nilibidi mimi nifanye nini? Nipunguze mwendo. Lakini mimi nilisema nipandishe ile teuli, ningeenda tuna kumtoa. Kwa hiyo kuna watu na wao nafikiri ushakutana na watu wa namna hii kwenye barabara. Wako wengi. Usiingie kwenye mitego inaweza kukuingiza sehemu mbaya sana kwenye maisha. Usijilinganishe na mtu yeyote. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini pia mafanikio ya kweli hayapimwi na jinsi gani umeshafanya kulingana na mafanikio ya wengine. Usipime mafanikio yako na mafanikio ya watu wengine. Usije ukafanya hiyo mistake. Hiyo ni laana. Ni laana kujilinganisha. Usije ukafanya kwamba mimi sasa hivi na mbuzi 10 na yule jamaa tulianza naye pamoja, yeye na mbuzi 3. Maana yake nimemshinda. Ama mimi tulianza biashara pamoja na yule jamaa, yeye amefanikiwa sana. Mimi sijaenda, inasikana jamii kwa nakusa madawa. Unaanza kwenda pabaya. Usiingie kwenye habari za kulinganisha mafanikio yako na mafanikio ya mtu mwingine, kwa sababu kila mtu ana njia zake anazozitumia. Wewe endelea kupambana na ya kwako.
achana na mtu mwingine na yeye afanye ya kwako. Hicho ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu, mafanikio ya kweli ni yale ambayo ulishafanya kulinganisha na yale ambayo ulitakiwa kufanya. Hiyo sasa ndio mafanikio. Mafanikio ya kweli unalinganisha na wewe mwenyewe, sio na mtu mwingine, sio na babu yako, dada yako, sijui nani tuliowea pamoja. Yeye tayari ashakuwa na watoto watatu, imekuwa kwaje? Shika kwanza break. Inawezekana huyu ana mpango wa kuzaa watoto 10 ndani ya miaka michache. Sasa wewe mipango hauna, kwa nini uanze kulinganisha mafanikio yako na mafanikio yako? Wenzako wote sasa hivi wameshanunua viwanja Kongo, na wewe unaingia tu kwenye mkumbo, utaenda kuangulia nini? Pua. Kwa hiyo anza kulinganisha mafanikio yako na ya kwako mwenyewe. Kumbuka, kuna kusudi kule mbele ambao unaliokea. Kuna sehemu ambayo unaiendea. Kuna nafasi ambapo uko naenda. Na umejipangia mpaka na muda. Na kwamba ndani ya miaka 10 nitapenda niwe nimeshamiliki kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Kitakacho kusaidia ni nini sasa? Ili ujue ya kwamba unafanikiwa. Anza kulinganisha ya kwamba kwenye huu mchakato wa kwenda kufikia kwenye vile vitu vyako, kwenye ile miliki yako, uko wapi? Ili ujue kwamba unafanikiwa ama haufanikiwi. Inawezekana ulipanga kwamba nitakapokuwa na miaka 40 ama 45 ninapenda niwe milionea. Sasa mpaka leo hata 10,000 mfukoni hauna, imebaki miaka 5 kwa mfano. Wewe ndio unaweza kupima niko nafanikiwa ama sifanikiwi, ili upate nafasi ya kutumia uwezo wako kufikia kile unachokiendea. Kwa sababu ukianza kulinganisha ya kwako na wengine, utashindwa kutumia uwezo wako, utashindwa. Unaweza ukakatishwa tamaa ama ukarizika kwa sababu ameshawashinda wote wale, niko sawa. Lakini kumbe haujaenda sehemu yoyote kulingana na vitu ambavyo unatarajia kumiliki siku moja, kwamba nitamiliki mabwawa ya samaki hivi, nitamiliki kuku hivi, nitamiliki mbuzi hivi, ng'ombe hivi, nitamiliki real estate za hivi, nitamiliki sijui biashara ya hivi. Sasa kama picha yako ikuwa kwenye ile biashara, utaenda mbali sana. Lakini ukianza kupiga macho yako kwa watu wengine, utapoteza mwelekeo. Na kitu kingine ambacho tunaendelea ni kusema kwamba mafanikio ni kuridhisha shauku yako ya kipekee na kusudi lako katika harakati za kutafuta ukuu wako. Narudia, mafanikio ni kuridhisha shauku yako ya kipekee na kusudi lako katika harakati za kutafuta ukuu wako. Nilisema habari za maono, nilisema habari za kusudi. Najua inawezekana umeshawahi kuliona lile kusudi lako kubwa. Kuna siku ulishajiona wewe ni mmiliki wa mahoteli. Ni kweli leo uko housekeeping, na ni housekeeper leo. Lakini pamoja na kwamba unafanya housekeeper, unafanya housekeeping samani, umeshajiona ya kwamba kuna siku utamiliki mahoteli. Hiyo ndio shauku yako, ndio kusudi lako ambalo uko nalo moyoni. Sasa utakuaje unaenda kumiliki mahoteli? Ni pale utakapogundua kwamba kuna kuridhika fulani ambako kunaendelea. Nitaanza na hoteli baada ya miaka 5. Kwa sababu nimeshawekeza 50,000, nishawekeza 100,000, nishawekeza 150,000. Tayari unaanza kuona nataka kumiliki hoteli ya kwanza. Na hoteli ya kwanza sema baada ya hoteli ya kwanza nitafanya nayo kazi, baada ya miaka 2 nimiliki hoteli nyingine. Kwa hiyo unafocus tu na hoteli, ndio utajua kwamba unafanikiwa au hufanikiwi. Kwa hiyo hayo ndio tunaita mafanikio, ni kuridhika na shauku. Lakini kama kuna kusudi ambalo uko nalo na bado mpaka sasa hivi unaona flu, yani hakuna, unaona kama siendi sehemu yoyote, maana yake uwezo wako unatakiwa ufanye kazi sana. Unatakiwa kutumia uwezo wako, na mimi nakuhakikishia kwamba huo uwezo uko nao. Na kanuni ya mwisho katika mfano wetu wa Ujerumani ni kanuni ya uzoefu.
Kiasilia, uzoefu hauwezi futa uwezo. Experience, ziwe mbaya, ziwe nzuri, zisikufanye wewe uzubaye, zisikufanye wewe ushindwe kuendelea, kwa sababu haziwezi kuzuia, kukomesha uwezo wako. Uwezo wako upo. Kinachotakiwa tu ni ule uwezo wako uonyeshe, useme, uzoee kile kitu na utimize kitu baada ya kingine, kitu baada ya kingine, mpaka uje ufikie kule unakoelekea. Kumbuka, uwezo wako hauwezi kukomesha nini? Hauwezi kukomesha uwezo wako. Hicho ni kitu ambacho tunatakiwa kujua. Na kipengele cha mwisho kabla tutaingia kwenye sehemu yetu ya pili ya mafundisho ni kutosheka na kipande kidogo tu. Kutosheka na kipande kidogo tu. Kuridhika na hali yetu ya sasa kuna wafanya watu wengi wasitumie uwezo wao. Kumbuka, tulikuwa makambini, tulikuwa maeneo mbalimbali, wengine hata future hatukujua tunaelekea wapi. Tulikuwa tu pale tupokee chakula tule, maisha yanaendelea. Usome upate diploma, au kutafutana na kazi za kuwa mwalimu, kazi za kuwa animateur, kazi za kuwa sijui nani, sungusungu, vitu kama hivyo. Na hapo ndipo akili yetu ilikuwa imefanyaje? Imeishia. Hata wale wafanyabiashara tuliokuwa nao zilikuwa biashara za rejareja za kuhakikisha kwamba familia zao wanakula tu vizuri. Lakini hakuna mtu alifikiria kwamba siku moja anaweza akaown kitu kama Walmart, kitu kama King Super, kitu kama kama Costco, kitu kama, hakuna mtu aliyefikiria hicho kitu. Na mpaka leo kuna watu bado wako kwenye hiyo hali. Mpaka mimi nazungumza hapa na nyie, kuna watu wako kwenye hiyo hali. Wameridhika na hali ya maisha walionayo sasa. Sasa hivi una gari, umerenti nyumba au umenunua nyumba ya mortgage, nyumba yako ina viti vizuri, vitanda vizuri, una watoto, una mke, unajisikia kwamba nimemaliza. Yaani unaridhika na hiyo hali. Na kuridhika na hali yako ya sasa inakupumbaza. Inakufanya wewe usifikirie mbali. Inakufanya wewe usione mbali. Lakini leo unakula kuku, wanakuchomea kuku mzima unakula. Leo sitakula kuku mzima, nitakula samaki. Zinakuja unakula na unaona kwamba umefika. Lakini kama ungefikiria kwamba niko nakula samaki, kwa nini nisiwe na mabwawa ya samaki? Kwa unaanza kuona vitu vinaanza kubadilika. Mfumo wako wa kufikiri unaanza kufanya nini? Kubadilika. Hautaziona tena samaki kuwa chakula, unaanza kuona samaki kuwa business. Hautaishia kuona kuku kuwa chakula, badala yake unaona kwamba unatakiwa uwe na mabanda ya kuku. Hautaona tena kuishi ng'ombe kuwa tunaita ni steak. Hautaishia kuona ng'ombe kuwa steak, badala yake sasa utaona sisi la ng'ombe 1,000,000. Na utakapoanza kuona hivi vitu, hauwezi ukaridhika na nyumba ya mortgage. Hauwezi ukaridhika na chakula unayokula kila siku. Kwa sababu gani? Focus yako sio nini? Sio chakula. Ndio maana nikimkoti Bwana Yesu Kristo anasema hivi, mnasumbuka. Kwa nini msumbuke? Mtakula nini? Mtakunywa nini? Na mtavaa. Huyo Bwana Yesu anazungumza. Lakini ukimtafuta Yesu sasa, mbona hii ndio maisha yetu ya kila siku? Kwa nini tusisumbuke na Yesu? Kwa nini usumbuke na hivyo vitu? Maana focus yako sio kula chakula. Focus yako isiishie tu kutembeza gari. Kwa nini usifikirie kuwa na tuleta nini? Kuwa na auto sales, yani kuwa na kuuza magari. Kwa nini usifikiria kwamba kuna siku na mimi naweza kuwa na magari mengi niuze haya magari? Kwa nini? Unaishia tu kutembea kwenye gari. Unakimbizana tu kununua gari mpya kila leo. Kwa nini usikimbizane kuown nani moja ya magari uanze kuuza hayo magari?
Sijui kama napata picha vizuri. Kwa hiyo kuna vitu, kuna maisha tumeridhika nayo, kuna hali ya sasa ambayo tumeridhika nayo, tumefikiria kwamba tumefika, lakini hatujaenda sehemu yoyote. Nitakuonyesha kwa nini nazungumza hivi. Hali ngumu ya maisha, kuna hali ngumu ya maisha, ni hali ngumu kweli kweli, lakini kwa sababu tumefokushwa, tumefungwa macho, sisi tumeifanya hiyo hali ngumu kuipendezesha, tumeipaka pamba, tumeipamba pamba, tukaifanya kwa hali ya kawaida. Lakini leo nitakupenda nikuprove ya kwamba kama kweli unaweza kukaa mwaka mzima bila ajira yoyote na maisha yako bado yataenda smoothly, hapo utakuwa umeniprove ya kwamba wewe hauna maisha magumu. Lakini kama hauwezi kwenda mwaka mzima bila kuajiriwa, unaweza ukaishi miezi mingapi? Unaweza ukasurvive miezi mingapi bila kuajiriwa? Waamue tu na akili zako timamu ya kwamba mimi mambo ya kuajiriwa na achana nayo, nataanza kufanya vitu vyangu tu. Amua leo. Ukisurvive miezi 6, maana utajipea mfano, kweli maisha yangu sio magumu kivyo. Lakini kama iwezekana, maana wewe una maisha magumu tena sana. Kumbuka nilikupa tofauti wa ajira na kazi. Nitakwambia kwa nini niko na focus haya maneno, kwa sababu yametuchanganya kwenye maisha. Kuna watu wameridhika na ajira zao leo. Wanasahau ya kwamba wanaweza kuwa replaceable anytime. Wanaweza kuwa fired muda wowote. Wanaweza kufukuzwa wakati wowote kwenye hizo kazi. Wanasahau hicho kitu. Lakini kwenye kazi yako hauwezi kufukuzwa. Hakuna mtu anaweza kufukuza kwenye kazi yako. Hayupo. Kwa sababu hiyo iko ndani yako. Hata wakikufukuza Colorado, ukienda Utah tena unaota. Wakifukuza Utah, unaenda sijui Kentucky unaota, kwa sababu ni wewe, ndio wewe, maana ile kazi ndio wewe. Hiyo kazi kutoweka mpaka na wewe utoweke, ndio kazi hiyo inaisha. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo hali ngumu inatufanya tutambue uwezo wetu wa kweli. Kama utajua ya kwamba uko kwenye hali ngumu, itakuwa vigumu kutumia uwezo wako kikamilifu. Lakini ukishajua kwamba hii maisha niko naishi ni maisha magumu, lazima uwezo wako utaanza kufanya kazi. Lazima utaenda masaa 24 bila kulala, masaa 44 bila kulala. Lazima utatumika zaidi ya masaa 50 kwa wiki. Lazima. Ndio maana ukimuuliza Elon Musk, kuna wakati anakuambia nilikuwa natumika kwa wiki masaa 100. Sio mchezo. Kinachowatuma watu waendelee ni ule uwezo. Wanafoka sana kutumia uwezo wao. Hawaoni muda, uwezo. Na unaweza ukaenda masaa 100 kwa wiki. Ndio utajua ya kwamba utofauti kati ya wewe unayetumika masaa 100 na wewe unayetumika masaa 40. Matokeo maisha yenu hayatakuwa sawa sawa, lazima yawe tofauti tu. Ni lazima. Kwa hiyo hali ngumu ni opportunity ya wewe kutumia uwezo wako. Hali ngumu. Lakini pia kataa hali ngumu. Usikubali kuishi kwenye hali ngumu na ukaipamba pamba. Ukaifanya kwamba ndio hali ambayo iko normal. Nimekupa mfano, kama unaweza kusurvive 1 year, kama inawezekana mpendwa, uko na hali ngumu popote ulipo, haijalishi mazingira, haijalishi sehemu, kama unaweza kusurvive bila kuachiliwa, jua ya kwamba kuna shida. Sasa kumbuka, hii ni kanuni ambayo unatakiwa kuweka kichwani. Hauwezi kubadilisha kitu chochote unachokivumilia. Hauwezi kubadilisha kitu chochote unachokivumilia. Hiyo hali ngumu yako ya maisha ambayo umeivumilia, umeikubali, umeikumbatia, haitabadilika usipoanza kufikiri tofauti leo kwa ajili ya hiyo hali. You will never ever change
anything you tolerate, never ever. Hauwezi kubadilisha kitu chochote ambacho umekubali, umekubatia, na ni hali ngumu, ni tabia mbaya, haiwezi kaondokana na wewe mpaka uikatae, mpaka uipige vita kweli, ndio hiyo hali itaondoka. Kama wewe ukasafiri miezi 5 bila kujali, kuna renti, kuna nini, yaani hujali kitu yote. Hapa sizungumzi na masiku ambao wako kwao watakulipa, wanazungumzi hiyo aina ya watu. Hata na wenyewe pia wana mabinti wanaomba hela, watatoa wapi? Masiku wapate hela, watakuomba. Kwa hiyo lazima waajiriwe ili waombe. Sasa kama wanaweza wakaenda miezi 6, maana yake hata mabinti waseme mimi hata kutongoza sitafanya. Mimi hata michango ya nini na mimi sitakuwa kwenye makundi hamtaniona. Nitakuwa tu kivyangu. Kwa hiyo hauwezi kubadilisha kitu chochote unachokimbilia. Na mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba anaitwa Dick Leiter. Dick Leiter ni D-E-C-K-L-E-I-T-E-R. Huyu jamaa anasema hivi, hali ngumu. Dick kama Dick ni D-E-C-R C-K samani Dick, na Leiter ni L-E-I-T-E-R. Lakini iko vizuri. Huyu jamaa alisema hivi, hali ngumu ni onyo la maisha ya kuamsha. Ni onyo, ni kengele, ni alarme ya kwamba amka, hauwezi kulala. Unapataje usingizi na una hela? Unapataje usingizi na rent ujui utalipaje? Unaona masaa 44 aje wakati rent ya ujui utalipaje? Watoto ndani paulizi zitatoka wapi? Unapataje nguvu ya kulala? Kwa hiyo inakuwa ni kengele. Na kulala sio mpaka uwe usingizini. Unaweza kuwa umetembea. Tunakumbuka semina yetu ya Dead Life. Nakumbuka ile semina ya Dead Life. Mara unaweza kuwa unatembea, unasherehekea, lakini kumbe umefanya nini? Umekufa. Sasa hali ngumu, kuna watu wanasubiria mpaka hali iwe ya ovyo sana ndio akili zinarudi. Lakini kama hali haitakuwa ngumu kama tunavyozungumza, ni vizuri kuamka ili ile hali ikija kutokea uwe tayari umejipanga vizuri. Na hata ikija, kuna wakati mwingine hutajua kama ni hali ngumu. Utajua kwamba tu ni kawaida, ni mambo ya kawaida tu yanajitokeza. Kwa sababu hela zipo, unagharamia tu inaishi, unafanya inaisha, kitu fulani kipo unakifanya kinaisha. Watu wapo na watuma tu wanafanya na malizika. Kwa sababu tayari ushafikiria hivyo vitu vyote zamani na mrefu. Na kwa kumalizia hii sehemu yetu ya kwanza, ni kuambia tu ya kwamba usikubali kuwa njiwa kama ulizaliwa kuwa tai. Sio kama nielewa. Njiwa ni ndege, tai ni ndege. Iko ndio inaitwa tai. Usikubali kuwa pigeon. Usikubali kuwa pigeon wakati wewe ulizaliwa kuwa nani? Tai. Usikubali. Hii inamaanisha nini? Usikubali kuwa sombe wakati wewe ulizaliwa kuwa mbuzi. Usikubali kuwa mbuzi wakati ulizaliwa kuwa simba. Lazima uishi kama simba. Lazima uishi kama tai. Maana yake nini? Lazima nguvu zako zionekane. Lazima uwezo wako uonekane. Kila mtu akikuona, drapo, heshima inapanda. Drapo inashusha kwamba kuna mtu fulani hapa. Mtu fulani amefika. Haijalishi umri wako, uwepo wako tu, lazima mazingira ibadilike. Fulani amefika, tunamsubiria fulani. Lazima unasubiriwa kwenye vikao vya maana. Usiwe mtu kusubiri watu kwenye vikao vya maana. Tunasubiri fulani hajafika hapa. Sasa yeye atakuja kukutana tukikao na kuendelee, kwa sababu unajua wewe ni mtu wa namna gani. Lakini kama wewe ni mtu wa ovyo na wewe unapiga sauti, tusubirie huyu akuje kwanza. Tunataka tutazungumza habari za pesa na yeye anakuwa pesa zake. Sio vizuri.
Kwa hiyo lazima uishi kama simba, kama tai. Na kwa kumalizia siku ya leo, tunajifunza jinsi ya kufikia uwezo wako kamili. Yaani watu wakikuona waone uwezo wako. Watu wakikutana na wewe wasikia harufu ya uwezo wako. Unafanyaje? Inakuaje? Na kwa sababu hiyo tutajifunza funguo 6. Nitaenda kwa haraka sana ili nimalize, kwa sababu muda umeshaenda. Jinsi ya kufikia uwezo wako kamili. How to become your potential. How can you become your potential? Tunapenda tujue, tuelewe, nawezaje sasa kuwa uwezo wako. Na hapo nitakufundisha funguo 6 ambazo zitakusaidia kufikia huo uwezo wako. Funguo ya kwanza ni lazima ujue chanzo chako. Ujue baba yako. Ujue source. Lazima ujue source yako ama baba wako. Ujue ulitokana na nani. Lazima ujue. Unajua mti ili utoe matunda unakuwa umesimama kwenye mizizi. Mti ili wewe unasimama, upepo unakuja unapiga, upepo, lakini mti uko pale gangari. Ni kwa sababu gani? Kuna mizizi chini ya udongo imeshikilia ule mti. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia wewe ku become your potential ama kufikia uwezo wako ni kujua chanzo chako. Kama chanzo chako ni Allah, basi ambatana na huyo. Kama chanzo chako ni Yahweh, ambatana na Yahweh. Sijui kama nielewa vizuri. Kama chanzo chako sijui ni Buddha, ni kitu gani huko, wewe ambatana na huyo. Kwanza ujue chanzo chako. Kitu cha pili, uelewe jinsi gani umeumbwa ufanye kazi. Lazima uwe na uelewa tosha kwa jinsi ulivyoumbwa ufunction. Kama wewe ni wa Allah kwa mfano, kuna jinsi umeambiwa lazima ufunction hivi. Kama wewe ni wa Yahweh ama Elohim, unajua umeambiwa ufunction vipi. Sijui kama tunaelewana vizuri. Na kama wewe huna chochote kati ya hivyo na wewe unajua una function aje, sitakusaidia chochote. Sitakusaidia chochote. Maana yake nini? Kwa mfano, sisi ambao tunaamini katika Yahweh ama Elohim Adonai, tunaamini kwamba tumeumbwa tu function kwa imani. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa imani. Watu wa Allah na wenyewe wanayakwao, na wengine wanayakwao na wengine, lakini sisi tuna function kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo na imani ninayozungumza hapa sio tu kuamini mimi naamini Mwenyezi Mungu. Ni ainisho ya imani. Maana yake ni kuona mambo bayana kama yalivyo. Hiyo ndio tunaita imani. Yaani unaona mambo kama yalivyo. Hata kama hakuna mtu anayeyaona, wewe ndio unayaona. Nimekupa mfano. Kwa mfano, wewe tuko na wewe muda, lakini kwenye maono yako, kwenye akili yako, kwenye mindset yako unaona wewe ni mmiliki kwa mfano wa nguruwe 1,000,000. Maana yake wewe ni mmiliki wa nguruwe 1,000,000. Lakini tukiulizana hapo hizo nguruwe 1,000,000 ziko wapi? Hakuna anayeziona. Wewe ndio unafanya nini? Unaziona. Hiyo ndio tunaita imani. Na hiyo ndio imani inayotuma watu wanahamisha milima baharini. Hiyo ndio imani inayotuma watu wanafanya vitu vya maajabu. Hiyo imani sio tu ile mimi tu ni mfuasi wa Yesu, mimi ni wa Allah, mimi sijui ni wa nani, wa Buddha. Imani ni zaidi ya hiyo. Imani ni kuona mambo bayana. Unayaona kabisa kwamba mimi ndio yule pale.
Hata kama leo kila mtu anakuona wewe ni waovu, lakini wewe unajiona uko sehemu fulani. Lazima uwe na uelewa ya jinsi gani unavyo function. Na kwa wale watu wa Yahweh nasema wana function kwa imani. Ni lazima ujue kwamba wewe una function au unafanya kazi kwa imani. Na kitu cha tatu, lazima uelewe kusudi lako. Kuelewa kusudi. Unaweza ukalijua kusudi lako kwamba mimi napenda niwe mtu fulani, mimi nimeumbwa niwe mtu fulani, lakini ukishindwa kuwa na uelewa tosha, hautaweza kutumia uwezo wako vizuri. Kumbuka nikwambia kwamba unatumia uwezo kulingana na kusudi lako, kwa sababu ufunguo ambao ulionao waweza kutumia uwezo wako kikamilifu ni pale unapotambua kusudi lako. Kwa sababu gani? Kusudi ndilo linalofunua uwezo wako. Kusudi ndilo linafunua uwezo wako ni wa namna gani. Lakini pia uwezo ndio unaokufanya wewe kufikia nini? Lile kusudi. Kwani vitu vinaendana. Kimoja kinakuonyesha kwamba unatakiwa kufanya hivi, na kingine kinakwambia ukifanya hivi ndio utalifikia mimi. Sijui kama naelewa vizuri. Kwa hiyo key point ni kuelewa kusudi lako. Usipokuwa na uelewa kusudi lako, hautaweza kutumia kikamilifu uwezo wako. Haiwezekani. Kitakachotokea ni nini? Unaweza kutumia ule uwezo wako, lakini utakuwa kwenye viwango vya juu sana, kwa sababu hujui unapoelekea, hujui unaenda wapi. Kwa ukifanya kidogo vizuri unaridhika, unaishia hapa, nishafanya vizuri, unajisikia kwamba nimefanya vizuri. Lakini ukishaelewa kusudi lako, kitu cha kufuata ni kufanya nini? Ni kujua rasilimali ambazo zinahitajika kwenye kusudi lako. Rasilimali, resources. Lazima ujue kwamba ni kweli napenda nimiliki nguruwe milioni 1. Nawezaje kumiliki nguruwe milioni 1? Unaanza kutafuta resources. Nahitaji hela, nahitaji mabanda, nahitaji chakula, nahitaji nini na nini. Unaanza kutafuta resources, nahitaji watu kwa mfano, ili nimiliki nguruwe milioni 1. Ili nimiliki zizi la ng'ombe kadhaa, ili niwe na mashamba kadhaa, ili niwe injinia fulani, ili niwe sijui mwalimu wa kitu fulani. Kwa hiyo unatafuta resources. Lazima uwe na uelewa kamili wa resources. Hata kama hauna nazo leo, lakini uelewa ya kwamba kuna wakati nitahitaji hiki, nitahitaji hiki, nitahitaji hiki, nitahitaji hiki. Na kuna vitu vingine vya kuanzia navyo, kuna vitu vile ambavyo utakutana navyo njiani, kuna vingine utakutana navyo mwisho. Kwa sababu pesa ya kulisha nguruwe 3 sio pesa ya kulisha nguruwe 1000. Kwa hiyo vitu vitaenda polepole. Sijui kama tunaelewana vizuri. Rasilimali. Lazima ujue rasilimali zako vizuri. Ukishajua rasilimali, umejua kusudi lako, lazima utumishe mazingira sahihi, environment ambayo iko sahihi. Kwa sababu kusudi lako likijikuta kwenye mazingira ambayo sahihi, litaharibika au utaenda sehemu yoyote. Kuna watu wameshindwa kufika, kuna watu wameshindwa kuendelea kwa sababu ni kweli waliona, ni kweli walianza kufanya, lakini walifanya kwenye mazingira ambayo sio sahihi. Na mazingira yanaweza kuwa ni marafiki, mazingira yanaweza kuwa ni ndugu zako, yanaweza kuwa ni jamii yako, mazingira inaweza ikawa sehemu. Kwa mfano ni kitu ambacho kilitakiwa kifanyike Colorado Springs, lakini wewe unang'ang'ania kufanyia Denver, lazima kutakuwa shida. Kwa hiyo mazingira, na ukishatambua haya mazingira, ni vizuri kuendelea kudumisha yale mazingira, kumaintain yale mazingira, ili uendelee kupata matokeo ambayo unastahili kuyapata. Na kitu cha mwisho ambacho ndicho cha muhimu ambacho tunaenda kufunga nacho somo siku ya leo ni kufanya kazi. Ndio ufunguo wa mwisho. Miongoni mwa hizi funguo 6, hata kama utakuwa mimi nimeokoka, nina imani, nina vitu gani,
mimi umeelewa kweli na function kwa imani, mimi ninaelewa kusudi langu vizuri, resources nimepata. Usipofanya kazi, kuishine imeisha. Ndio maana tunasema hivi, usisubiri uwe tayari, badala yake wewe anza kufanya kazi, kwa sababu hakuna siku utakuwa tayari. Hiyo siku haipo. Siku ya kuwa tayari haitawahi kutokea duniani. Usubiri kwanza, nipe wiki 2 na mimi nitajipanga, kila kitu kitakuwa sawa. Huko kujipanga hiyo kitu kingine kinachotokea. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Ndio maana natakiwa uwe tayari. Ndio maana msimamizi alisema ya kwamba ukipenda kubadilisha dunia lazima uwe tayari. Dunia inaendeshwa na watu ambao wako ready. Uwe ready kwa kufanya kazi. Ufaulu sifaulu ni kazi kwenda mbele. Na ninapozungumza habari za kazi, sizungumzi habari za ajira. Lakini nimeshatoa hiyo tofauti. Ninaposema kazi ni kazi ya kwako, ile ambayo umeumbiwa kufanya. Kumbuka kusudi lako ndio kazi yako. Kusudi ndio linakupa kazi. Na kazi haina relationship yoyote na pesa na mshahara. Hakuna relationship yote kati ya kazi na mshahara. Haviendi. Mshahara ni kwa walioajiriwa na kazi ni kazi. Haina uhusiano wowote na mambo ya mshahara. Ndio maana ukiamua kuanza kufanya kazi yako leo, mambo ya mshahara sawa. Na mfano kosa ni leo, tuna leo tuko hapo. Tunafanya kazi. Tumelipwa ngapi? Ama tunatarajia kwamba tukitoka hapo tutaenda pokea sheke wapi? Ndio siku imepita hivi. Kwa hiyo ni kazi. Unafanya kazi. Sijui kama unanielewa. Ndio. Au tarajii hela. Lakini kama nilikuwa habari za kulipwa hapa, najua kwamba nikimaliza hapa sheke yangu ya masaa 2 iko na mfukoni naenda. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo haya mazungumzo yote ambayo tumejifunza, vile vipengele 4 na hizi funguo 6 za wewe kugeuka kuwa uwezo wako, bila kufanya kazi hakuna kitakachoendelea. Uwe na uelewa mkubwa, umeona maono makubwa, una maono. Kama hakutakuwa kazi, poteze mbali, sahau vyote hivyo, ongea uvisahau kabisa, usivikumbuke. Lazima kazi ianze leo. Kama uliamua wewe utafuga nguruwe, anza kufuga nguruwe leo. Anza kutafuta nitanunua wapi nguruwe, nitahitaji pesa ngapi nguruwe, kama kuna mtu atanikalia na zile nguruwe ama mimi mwenyewe nitakuwa naenda kuzilisha. Anza leo. Usisubiria kwamba kuna siku nitakuwa tayari ndio nitaanza. Hiyo siku na kuhakikishia haitakuja. Hiyo siku haipo. Kwa hiyo kama una maono, anza kazi ya hayo maono leo. Fanya kazi. Hakuna kitakachotoka from nowhere kinakujia tu mlangoni, unajikuta tu nishamiliki manyumba, nishamiliki sijui miradi fulani, nishamiliki sijui business fulani. Haitatokea hata siku moja. Lazima kuwe na kazi. Na unapofanya kazi, sizungumzi ajira. Kwa sababu nitamalizia na story moja ya Biblia ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yakobo. Kuna story moja tunaisoma kwenye kitabu cha Biblia cha Yakobo. Yakobo alikuwa anamlindia mjomba wake mifugo. Na ile mifugo ilibarikiwa sana, ikazaana sana. Ama akasema hapa nimepiga hela kweli. Sasa mjomba akasema hapana. Hizi baraka zote za Mwenyezi Mungu anazonibariki nazo zinaenda kwa nani? Kwa anko. Kwa sababu mifugo ni ya nani? Ni ya anko. Akaja na formula. Akasema hapana. Anko, mimi nitakuomba kitu kimoja. Kwenye hii mifugo naomba unipatie baadhi ya kwangu kama mshahara wangu unipe, ili niwe nafanya kazi kwa wakati mmoja kwenye mifugo. Na wakatia alama. Unajua kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba mifugo ya anko iliendelea kukidia na mifugo ya dogo ikafanyaje? Ikaendelea kuwa nyingi. Sijui kama nielewa. Maana yake nini? Baraka zote ulizonazo za Mwenyezi Mungu
Anayefaidika na zile baraka ni yule aliyekuajiri, sio wewe. Ni kama yale mafuta yote uliyopakwa, barikiwa, 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 baraka, baraka. Ukienda pale kwenye umeajiriwa pale, anayebaki na zile baraka zote sio wewe, ni yule. Mpaka uchukue maamuzi mengine ya kubadilisha kama ilivyofanya nani? Yakobo. Kwa sababu Mungu anabariki kazi za mikono yako, sio ajira. Kazi abariki ajira, kwa sababu anabariki ajira, hata kubariki wewe anabariki nani? Yule mwenye kazi yako. Kwa hiyo kwa kumalizia niseme ya kwamba mpendwa, kazi ndio inatakiwa tufanye za kwetu. Tuanzishe kazi zetu na tuzifanye kwa bidii sana, tupoteze masaa mengi sana. Kama ni vitabu usome, kama ni watu tafuta watu wa kusaidia mawazo, kama ni mentors, tafuta mentors wa kusaidie. Kama ni sehemu la tukio, nenda kwenye hiyo sehemu, wewe waangalie wanafanyaje hiyo kazi. Usisubane na ajira za watu hizi. Unaweza kufukuzwa muda wowote, unaweza kuachishwa anytime na wanaka huduma. Unafukuzwa asubuhi, jioni unapata mwingine. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo lazima kuanzia leo, pamoja na hizi ajira ambazo zinakupa tachi wa kuanza kazi yako, ufanye hizo, lakini focus sana na kazi yako. La mentalité. La mentalité.